Basi tuingie kwenye toba na rehema, tumwambie Mungu aturehemu na kutusamehe pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yake. Baba wa mbingu na nchi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunalinua jina lako jioni ya leo tukiomba Mungu turehemu na kutusamehe pale ambapo tumekukosea kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Baba, naomba ufute majina yetu kwenye kitabu cha hukumu na uandike majina yetu kwenye kitabu cha uzima. Tunasogea mbele zako wakati huu Bwana. Baba, tutakase. Tunaomba neema yako ya ajabu. Tunaomba mkono wako wa ajabu. Baba, ukaendelee kutenda katikati yetu. Baba, ukaendelee kuonekana katikati yetu. Uinuliwe mfalme wa amani. Uinuliwe Mungu wa mbingu na nchi. Uinuliwe Mungu ketie mahali pa juu sana palipoinuka. Tunakurudishia heshima na shukrani, tukiamini kwamba uko pamoja nasi Bwana. Tukiamini Baba unatenda katikati yetu. Tukiamini Baba unatuinua na kutubariki wakati wote na majira yote. Asante kwa ajili ya mtoto wako aliyofika kwenye ibada hii na mtazamaji anatufuatilia mahali popote. Mungu, endelea kuwa pamoja naye. Zaidi Baba, turehemu. Sisi ni wanadamu tu. Turehemu Bwana na kutusamehe pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako. Tunasogea mbele zako katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai, tangu sasa na hata milele. Amen. Basi naweza ukaketi katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Amen. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na rehema anayotutendea katika maisha ya kwako. Mungu ameendelea kuwa baraka katika maisha yako. Na siku ya leo nimetumwa na Yesu Kristo kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni, kukumbushana kwa habari ya safari ya kuelekea mbinguni, kutiana moyo na kukumbushana baadhi ya maeneo ambayo Mungu na Roho Mtakatifu ameendelea kuwa pamoja nasi ili tuweze kufanikiwa kiroho na kimwili tangu sasa na hata milele. Amen. Na leo tutaangalia maana ya mateso. Maana ya mateso ni nini? Maana ya mateso ni nini? Tutaangalia maana ya mateso ni nini kibiblia. Na tutaangalia maana ya mateso kibinadamu kwa hali ya kawaida kabisa. Na tunaona kwamba mateso ni hali ya kuteswa au ni hali ya maumivu ya mtu anayopitia kwayo. Inawezekana anateswa na maumivu fulani ambayo anayapitia kwenye maisha yake. Maumivu ya kuumizwa na wanadamu, maumivu ya kuumizwa na shetani mwenyewe, maumivu mbalimbali. Kwa hiyo tunaposema mateso ni maumivu ambayo yanampata mtu. Yawezekana ananyimwa chakula, mwingine anakosa haki zake za msingi, mwingine anakaa kwenye giza, wengine walifungwa minyororo. Tuliangalia wakati wa utumwa, ile slave trade, zile biashara za utumwa, namna ambazo zilikuwa East Africa, namna ambavyo bara la Afrika waligawana, wale wakoloni wakagawana. Tukaona hata Tanzania yenyewe ilikuwa ni koloni, na tunaona kwamba namna ambavyo koloni la East Africa ambalo lilikuwa ni Rwanda, Tanzania yenyewe ukiangalia, na Uganda na Kenya, na Rwanda huko yenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni East Africa koloni. Baadaye wakagawana haya mataifa na wakatengeneza mazingira ya kugawana nchi ili kusudi watutumikishe. Kwa hiyo mateso ni hali ya kutumikishwa kwa maumivu makali. Wana wa Israeli watutumikishwa katika maumivu makali. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaangalia pia mateso ya Yesu Kristo pale Kalvari. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akachukua mateso kwa ajili ya uhai wa watu wengine. Mateso kwa ajili ya watu wengine. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 3, tukianzia ule mstari wa 18 mpaka ule 19. Waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 3, mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Neno la Mungu linasema kwamba kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenyewe mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatueleza kwa maana ya mateso, anasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi.
naomba watoto wanyamaze, usipige kelele. Biblia inasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Yesu hakurudi msalabani mara mbili. Yesu hakurudi mara mbili msalabani. Alienda mara moja tu. Wakamtesa kwa ajili ya dhambi zetu sisi wanadamu. Yesu alikuwa na upendo sana. Na upendo huu ni wa Mungu aliyosema kwamba ni mtume nani? Ni mtume nani atakaobeba maumivu makali? Na alionyesha ile scenario jinsi ilivyokuwa, akaambiwa Bwana, sikia nikwambie, wewe utazaliwa kama mwanadamu, baadaye watakutesa, watakupiga misumari, watakuchoma na mkuki ubavuni mwako. Yesu hakuwa mwivi. Yesu alikuwa ni mfalme wa amani. Yesu alikuwa ni mfalme wa amani. Alikuwa akiponya na kufungua. Kwa kina Lazaro walifufuliwa. Binti Yairo alifufuliwa. Waliokuwa wamekufa Yesu alifanya nini? Aliwafungua na wakawa wazima. Waliokuwa na magonjwa, viziwi kwa viwete, walitembea. Lakini Yesu hakuonekana kwamba ni kitu. Alifanya vitu vikubwa sana, lakini bado wakuwa makuhani na waandishi wakampeleka, wakasema hapana, amekuja kuharibu taratibu za nchi yetu. Amekuja kuharibu mambo yetu. Huyu mtu anayejiita kwamba ni mfalme wa Wayahudi. Lengo ni kwamba ili sisi tuweze kukombolewa. Angalia namna ambavyo Yesu anaendelea na safari ya kuhubiri. Wakakaa kikao, wakakubaliana, wakasema lengo letu tumtese kwanza kisha tumue. Sikia. Unajua kuna tofauti ya maumivu ya mtu kupigwa na kufa. Kuna tofauti ya mateso kwanza, anayashikiliza mateso yule mtu, anasikia mateso makali sana, alafu mwisho wa siku anakufa. Yale maumivu sio ya kawaida. Tofauti mtu anapigwa tu anakufa pale pale. Anakatwa kidole cha kwanza, haya ni maumivu. Cha pili yamkini mtu anakata kidole chake, anakata cha pili, alafu anasikilizia maumivu kwanza jinsi anavyouma na damu inamwagika. Anakata na kidole gumba, alafu akimaliza sasa anakata mkono. Bado hujafa tu, unasikia maumivu makali sana, ni mateso. Anaendelea kukata na vidole vya miguu, bado unasikia ni mateso sana. Mwisho wa siku unaishiwa na nguvu, ile damu inamwagika. Ujapo unaenda kufa, lakini mateso makali umeyaona. Wameitoa roho yote, lakini mateso makali yameona. Lakini Yesu tunaona kwamba njama ya kwao ni kwamba si kumuua tu, walianza na mateso. Na mateso haya Yesu alibeba mateso yetu. Ile gharama ya mateso ikapungua kwa mwanadamu. Kama Yesu asingekufa msalabani, yawezekana mateso ya wanadamu yangekuwa ni makubwa sana. Yesu akasema, akasimama, akasema imekwisha. Anasema kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake ikahuishwa. Watu wanatenda dhambi, wanarudi tena kumtesa Yesu. Mtu anapotenda dhambi, anarudi mara ya pili kumsulubisha Yesu kwa Kalvari. Anayetenda dhambi wanarudi mara ya pili kumsulubisha Yesu. Tenda dhambi yoyote anaporudi kuendelea kuitenda dhambi ile, anarudi msalabani kumgombelea Yesu msumari. Ina maana kwamba Yesu hajafanya chochote kwake. Kama Yesu alikufa kwa ajili ya wokovu sisi tupate, kwa nini anarudi kwenye dhambi mtu huyu? Kwa nini anarudi kwenye dhambi? Na Biblia inatueleza kwamba dhambi ni uasi, inomfanya mwanadamu na Mungu washindwe kupatana. Ukitenda dhambi Mungu anakutenga. Ukitenda dhambi tu Mungu anakutema. Na kanisa la leo limekuwa ni kanisa la mazoea. Watu wameokoka
na rehema. Sasa siwezi kujua wakati utakutwa saa ngapi. Inawezekana unajisubiria umekuwa mazoea ya toba na rehema, shetani akakupatia pale pale. Wewe ameshazoea kutubu. Nasema nitamminya mahali ambapo anasubiria kutubu, tammalizia pale pale. Wapendwa wana wa Mungu, dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi, inakutenganisha na Mungu. Inafanya Mungu asisikie maombi ya mtu. Anaona ni kelele kwake. Anaona hayafai. Anaona kwamba yani hayafai. Hakuna dhambi ndogo wala kubwa. Zote ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda maisha tulionao wapendwa, tunapozungumza habari ya msamaha wa dhambi, tunapozungumza kwa habari ya Kalvari, tunapozungumza kwa habari ya mateso ya Yesu Kristo, ni kwamba sisi tukomolewe. Ukimwishi Yesu ndani yako, naye atakuishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiwa rafiki wako wa karibu, atakuja usiku, ataongea na wewe. Mtu akitenda dhambi asipomsikiliza Yesu Kristo, hata kama kuna vita hawezi kuona, wachawi watampiga, mapepo yatampiga, hakuna security, hakuna chochote kile, maana katika ulimwengu wa roho huyu kwamba haonekani kwenye satellite ya Mungu. Dhambi inafuta kingamuzi chako usionekane. Tunapata picha za mawimbi ambayo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe wana wa Mungu. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Ukitaka uishi maisha marefu ili ubarikiwe, biasema dhambi kikomaa inazaa nini? Mauti. Kumbe dhambi huwa inaanza kidogo kidogo inakomaa. Dhambi inaendelea, mtu anatenda dhambi, amemfanya Mungu wake kama mjomba, amemfanya anko. Unapoendelea kuishi maisha mema, unapoendelea kuishi maisha matakatifu, nataka nikwambie kwamba ule upako wako unaendelea kuongezeka. Kuna vitu vinaongezeka kwenye maisha yako. Kuna baraka zinaongezeka kwenye maisha yako. Kuna upako unaongezeka. Maana ndani yako wewe unaitwa mtakatifu. Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Walioko mbinguni walishamalizwa. Biblia inasema atendaye dhambi atakufa. Hakika atakufa. Hata ikosa adhabu. Nikasema ukiingia ndani ya ibada, kama wewe unampenda Yesu, usimfanye mjomba wako. Madhabahu haifanyi nini? Haizeleki. Kila siku kwa Mungu ni good morning. Every day kwa Mungu ni morning. Kila siku kwa Mungu ni asubuhi. Siku mpya, new day, inakuwa ni mpya kwako. Ukiamka leo unasema Mungu ni siku mpya kwangu. Ukiamka tena kesho, sitaizoea siku ya leo. Leo ni new day kwangu. Siku ya muujiza kwangu nimeishi. Kuna mwingine hakuamka amekufa. Alipolala hajaamka. Wamejitahidi kufanya kila kitu pale hospitali, lakini wameweka oksijeni na nini, bado kakata moto kafa. Wapendwa wana wa Mungu, Biblia inatueleza kwamba ili atuletee, anasema mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atuletee kwa Mungu mwili wake akauawa, bali roho yake ikahuishwa, ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Ishi maisha ya kumtii Mungu. Amen. Mateso yanakuja kwa watu, adhabu zimeingia kwa sababu watu hawamtii Mungu. Usipomtii Mungu, tauni haribuyo itaingia ndani ya hema yako. Leo watu wanateseka kwa sababu hawamtolei Mungu sadaka. Fungu la 10 hatoi sadaka, Mungu ya shukrani hatoi. Mungu amefanya mambo makubwa, hatoi. Kwa unakuta sasa Mungu anaruhusu mateso yaingie kwenye familia. Iko hivi, nyumba yako kama imtumiki Mungu wa kweli na isimami kwenye kusudi la Mungu wa kweli, uwe na uhakika magonjwa yatakuwa ni sehemu ya familia. Na kuambia my friend, katika jina la Yesu,
itakuwa ni sehemu ya magonjwa. Kila wakati na daktari wetu. Sio vibaya kuwa na daktari, muhimu sana. Lakini daktari tuliye naye ni mkuu, Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kuna watu wanahubizia hospitali sana, sio vibaya. Lakini kwa mambo ya Mungu wako nyuma. Ukiwaambia habari za Mungu, najua kwamba ishi zote hizi ni za hospitali tu na nani. Kuna vingine sio vya hospitali. Anza na Bwana kwanza, ili mateso ya magonjwa yaliyoko ndani ya nyumba ya mtu huyu yaondoke. Mungu anachungulia, anaangalia nyumba za watakatifu, anaangalia nyumba zinazomcha Bwana. Leo nenda kwenye nyumba, ni walevi wanateseka na magonjwa. Baba mlevi, mama mlevi, watoto wanarudi muda wanaotaka. Kwa hiyo unafikiri madhabahu ya Mungu itashuka saa ngapi pale? Unakuta eneo hilo ni mateso kila wakati. Magonjwa yanaanza kuingia figo, magonjwa ya figo, magonjwa ya presha, magonjwa ya moyo, magonjwa ya ribifu, kwa sababu Mungu ameruhusu mateso yaingie. Na Mungu, jambo jingine, Mungu anapenda watu wenye faida. Jambo la pili, ili mateso yaondoke kwenye maisha yako, Mungu anapenda watu wenye profit. Hivi ngoja nikuulize swali, mtu asiyokuwa na faida utampenda? Tulizane tu vizuri. Yeyote ambayo asiyokuwa na faida kwako utampenda? Si tunategemeana eh? Tunategemeana. Kwamba mimi sina, nategemea profit kwa huyu, na yeye anategemea profit kwa huyu. Ndivyo ambavyo Mungu ameweka faida kwa kufaidiana wote. Kwa Yesu vile vile Mungu apendi. Angalia ule mtini, akaukemea. Wanafunzi wanamwambia mtu uache, lakini Yesu aliukemea ule mtini. Akasema hauna faida, unazidi kupendeza, unazidi kuwa green. Kwa nini? Alinizalima tunda ili mtini na lani. Alikuwa anatufundisha sisi kwamba inawezekana umestawi kwenye uchumi. Mtu yuko mmoja amebarikiwa kwenye biashara zinaenda, yaani kila kitu kimestawi, hana shida ya fedha. Hao ndio mitini ambao Mungu anailaani, Yesu anailaani. Hao ni faida. Yanachoangalia tu ni mali za dunia, kwamba aspendi, atoe michango mikubwa maeneo mengine, lakini si kazi ya Bwana. Kwenye habari ya Mungu no, hapana. Hapana. Anastawi lakini ajui anamstawisha. Ndipo Yesu anapoingia na achilia mateso na uharibifu. Walikuwa wanaenda vizuri na Mungu. Walianza vizuri na Yesu, walikuwa wamestawi, lakini wakarudisha mikono nyuma. Asiyemtolea Mungu sadaka hata akastawi kamwe. Kabisa. Sadaka ya fungu la 10, sadaka ya shukrani. Ili ufanikiwe, mateso yaondoke na magonjwa yanatani haribuyo, make sure kwamba unaachilia sadaka ili Mungu afungue milango yako. Hata kama ni ya kwako ndogo, Mungu anaijua hicho licho nacho. Kuna vitu vingine mateso hawezi kuondoka kama si mtoaji wa sadaka, kama amebarikiwa nacho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waebrania sura 13 mstari wa 12. Waebrania 13 mstari wa 12 nasema, kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango. Kwa ajili hii Yesu naye afanye nini? Awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Kwa damu yake mwenyewe. Damu ya Kalvari, damu ya ushindi, damu inayonena mema. Tunapoita damu hii, lazima mapepo yakimbie, lazima uchawi uondoke, mauti inakimbia. Damu ya Yesu inanena mema. Amen. Anasema kwa ajili hii aliteswa nje ya lango. Hao walimtesa nje ya mji, kama Kibaha kule mwisho wa Dar es Salaam anamtesa huko. Jioni ya leo, wakati huu, mateso ulio nayo, inawezekana watu wanakutesa. Wanakutesa kwa magonjwa, wanakutesa kwenye uchumi wako, wanatesa ndoa yako, wanatesa mipango yako. Yuko aliyeteseka kwa ajili yako. Hayo ulio nayo ni madogo sana kama ukimhitaji, kama ukimwita yule aliyeteswa ni Yesu Mnazareti,
mateso yako, atachukua mizigo yako, atachukua kila kinachokutesa, ataviweka sawa, nawe utakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Mateso wakati mwingine watu wanakusababishia kwa kukuloga. You are a fire. Mungu amekupa mamlaka. Kama mtu anakuloga na kuletea mateso, yarudishe kwake kwa maombi. Baada ya Yesu kufufuka pale Kalvari, alitupa damu yake inafanya kazi. Yarudishe mateso mara 7. Kama mtu anakutesa, kwa nini na wewe usitume nguvu ya Mungu? Sizungumza kwa habari kulipa kisasi. Lipa kisasi cha kiroho kwa maombi. Yote yanayokutesa, rudisha makombora. Kwa sababu wewe umepewa mamlaka ya kutamka na jambo linatokea, na Yesu mwenyewe anafanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili ambalo tunaliangalia habari ya mateso. Mateso huwa yanakuwa na mwisho. Hakuna mateso ya kuendelea. Ukiona bado unaendelea na mateso, mateso huwa yanakuwa na nini? Na mwisho. Hakuna mateso yanaendelea mwaka hadi mwaka. Mateso kuna wakati yananyamaza kimya. Yesu aliteseka, lakini mwisho wa siku aliushinda ulimwengu. Yesu aliteseka, lakini mwisho wa siku alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa ukiona mateso yanaendelea, ujue kwamba katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinafanyika ambacho sio kizuri katika maisha yako. Lazima uyakemee mapepo yaliyotuma kuja kukutesa na kuyafunga kwa damu ya Yesu. Wapendwa wana wa Mungu, kemea mateso, kemea roho ya uharibifu, kemea kila kitu. Ita damu ya Yesu kanene mema. Ita damu ya Yesu ikafungue mipango yako. Ika damu yako ya Yesu Kristo ikanene mahali ambapo kuna changamoto. Endelea kuita damu hiyo, bado inanena mema katika maisha yako. Ndio maana kuna wakati naimba damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu kituma inaenda kuvunja maagano na mizimu. Damu ya Yesu ukituma inaenda kuwapiga maadui wanaokufuatilia. Damu ya Yesu unaweza kubadilisha kitu chochote kimiminika kikageuka kuwa damu ya Yesu. Jifunze kuitumia damu ya Yesu Kristo ili mateso yaondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya wana Mungu. Amen. Eneo jingine ili mateso yaondoke, kumsikiliza Mungu. Kumsikiliza anasema nini? Kumsikiliza anasemaje katika maisha ulionayo. Kwa hiyo ni muhimu sana kumsikiliza Mungu anapokupa maelekezo ya kufanya. Kuna maelekezo ambayo Mungu anakupa. Let's say kwamba niseme kwamba anakuambia amka saa 9 usiku uombe, maana kuna mateso. Maana saa 9 ni saa ya kujaribiwa kwako usiku. Saa 8 ni saa kujaribiwa kwako usiku. Saa 10 ni saa kujaribiwa kwako usiku. Yesu anazungumza kwa habari ya mateso ili aweze kuondoka. Kuna wakati mwingine Mungu anataka utii kile ambacho anakuelekeza. Anakuambia mateso haya ni mtu fulani anakutesa, anakuloga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili mateso yaondoke, eneo jingine, kuwa na jicho la rohoni. Kuwa na jicho la nini? La rohoni. Usiishi maisha ya kuwa mwombaji tu. Lazima Mungu umwambie, ninakuomba nipe jicho la rohoni, niweze kuona wanaonitesa, niweze kuona wanaonijaribu, niweze kuona wanaonifuatilia. Mwambie Mungu, nipe macho ya kuona. Kuna vitu vingine usipoona utaendelea kuteseka. Kumbe anayekutesa yuko nyuma ya nyumba yako, au mara nyingine yuko ndani ya malango ya nyumba yako, au mara nyingine yuko kwenye ofisi mnaofanya pamoja. Wewe unang'ang'ana na bado unashangaa, mbona vita hii haiondoki? Mbona vita hii haikomi?
Kumbe mtu yuko wapi? Langoni mwako, yuko nyuma ya nyumba, yuko kwenye kijiji hicho unachoishi, yuko kwenye ofisi. Lazima umwambie Mungu, naomba nipe macho ya nini? Ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mateso ili yaweze kuondoka, eneo jingine, kutoa sadaka. Kutoa sadaka. Kuna sadaka nyingine unapoitoa katika ulimwengu wa roho, mateso yanaondoka. Unapoitoa katika damu na nyama, mateso yale yanaondoka katika ulimwengu wa roho. Mateso yanaondoka kwenye maisha yako, kwa sababu katika ulimwengu wa roho unamtolea Mungu sadaka. Sadaka ina tabia ya kuongea na kwenda kuyaambia mateso, sasa ni mwisho kumtesa mtu huyu. Sadaka ina tabia ya kuongea na kuzungumza na kusema kwamba ni mwisho sasa kumtesa mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, wana Mungu. Amen. Ukisoma waraka wa Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 2 mstari 21, ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Anazungumza kwamba kwa sababu Kristo aliteswa kwa ajili yetu, anasema kwamba yeye alikuwa ni kielelezo ili tuweze kufuata nyayo zake. Kama ni utume, tupeleke utume kweli kweli. Kama ni injili, peleka kweli kweli. Kama ni muda wa kumtumikia, tumika. Usiwe two in one, kwamba usiwe kinyonga, mara una rangi hii mara hii. Anasema tufuate nyayo za miguu yake. Nikasema unapomtumikia Mungu unapata faida. Unapokaa madhabahuni pa Bwana na kuisikiliza sauti yake, hata kama unapita kwenye nyakati nzito za mateso, Mungu anasema kwamba, au Yesu Kristo anasema kwamba yeyote anayemtumikia Mungu wa mbingu na nchi anapata faida na Mungu anamheshimu. Kama Mungu akikuheshimu, hawa wachawi na mapepo na nguvu za giza lazima wakimbie. Wewe ni namba nyingine. Aliye na nguvu ya Mungu, hata kama ukipita mahali. Nakumbuka mwaka fulani nilipanda kwenye daladala, niko Kariakoo, alafu nikakaa siti ya mbele hapa kwenye costa. Nilipokaa kwenye ile siti, dereva aliyokuwa amekaa hapa nikamwangalia, akasema shuka kwenye gari yangu, shuka. Kwani mimi sina hela ya kulipa kama wengine? Akang'ang'ana, nimekuambia shuka. Watu wanamuuliza, kwani ana shida gani? Si atalipa. Kwani bro una nauli? Nikamwambia nauli ninayo, tena 10,000 hapa. Mimi sina mchezo, hela ninayo. Nasema shuka. Kona anamwambia desha gari bro, tuondoke. Anasema siondoki. Kama huyu mtu atashuka kwenye gari siondoki. Kumbe katika ulimwengu wa roho moto ulikuwa unamuunguza. Mimi nikaendelea kuomba, anasema angalia jinsi anavyoniunguza. Anasema angalia anavyoniunguza. Angalia anaanza kuteseka na moto. Kumbe kwa tunaendeshwa na mchawi na alishirikina. Alishuka na kuambia, akamwita dei wake akampa. Dei wake ndio anaendesha ile costa kutoka Kariakoo mpaka Mwenge. Nikawa najiuliza njiani, watu wakisema bro vizuri sana, yaani nyewe tunataka watu wenye moto mpaka amesarenda. Kumbe lokole upo kweli, kumbe upo. Imekuwa siaminiki aise kama lokole wana nguvu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaingia dereva mwingine, akaingia, tukaendelea na safari mpaka ile kona. Anasemaje, mimi leo hii gari na huyu bwana mshirikina mwisho, sitaendelea naye tena. Kwa hiyo mara ngapi unaweza ukawa na watu waliobeba mateso wako ndani ya mji wako? Unaingia kwenye gari, kwenye daladala, unaingia mahali, kumbe kuna ufalme wa mateso. Unatembea na miungu.
Sio kila mahali unapoenda ni salama. Mahali pengine kuna mateso, mahali pengine utabeba roho. Kuna wengine wamebeba roho za utumwa, maisha yao wamebeba roho za utumwa. Ukiwa naye karibu aliyobeba roho za utumwa, nawe utakuwa na pepo la utumwa, maana wao walishaambiwa na miungu ya kwao watakuwa ni watumwa wakati wote. Iko hivi, ukibeba roho ya utumwa utaajiriwa mpaka wanakufa. Huwezi kufanya cha kwako sababu unaogopa. Aliyobeba roho ya utumwa anatamani endelee kufanya kwenye sio vibaya, kuajiriwa au kuwa chini ya mtu. Lakini wakati mwingine hata kama uko kwenye ajira, fanya cha kwako cha pembeni ambacho unaweza kuwa msimamizi mwingine. Unaingiza kwenye ajira na huko biashara inaenda. Kwa mtaji wako huo capital ulionayo. Sasa wengi waliokuwa wamefungwa kwenye maeneo yale hawawezi, kwa sababu ndani yake ana roho ya utumwa, yuko chini ya mtu, under control. Kwamba yeye lazima afanye kazi kwa mtu ndipo anaona maisha yanaenda. Ila cha kwake ana hofu, ana mashaka, hata kama ana mtaji, anaona utakata, anaona kila kitu kitaharibika. Lakini Mungu anapenda watu majasiri ambao hawaogopi maisha. Ukiogopa maisha yanakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiogopa maisha anakuja anakubega. Kuwa jasiri, kuwa na ngozi ngumu ya kiroho. Hata kama kuna vitu vimefeli mara mbili, rudia tena mwanangu. Endelea mpaka itaeleweka. Mwisho wa siku Mungu atakuinua tu. Ikiwa ni mara ya kwanza umesonga mbele, ni vizuri, mateso hayapo tena. Kwa hiyo lengo langu nataka kusema kwamba kuna watu waliobeba roho za mateso, wakiingia kwenye himaya kwako, wanakuwa adapted na zile spirit, yale maroho walio nayo yanakuwa connected, afu na wewe wanakubind, wanakufunga pale. Unajua kwa ukitembea na mtu aliyokwama na unakwama. Maana fikra zake zinawaza mateso. Hawezi kuona breakthrough. Anaona kukwama, anaona kushindwa. Changamka mwanangu, ili mateso yaondoke na shida ulizo nazo. Mungu amekupa dhahabu, Mungu amekupa utajiri, Mungu amekupa akili yako ni mtaji. Akili kichwani, Yesu moyoni, fedha mfukoni, na mbinguni tunaenda.